kuna message fulani zilikuwa zinakimbia kwa mtandao. Sijui niziseme ama aje. Hata mimi hizo message kama ulivyosikia, ulizichukulia aje? Na mimi nilizisikia hivyo. Ila mimi unajua mimi mahali nimefikia, nimekuwa na hali nyingine ambayo sisituliwe na mambo madogo. Yaani hayo nayaona kama mambo madogo kwa sababu mimi nimepitia mambo mazito. Unajua jambo moja nimeshajua kwamba umaarufu hauji tu kwa mambo mazuri. Pia unaweza ukaja na mambo mengine mazito na yanakaa kama mabaya ya kukuumiza. So inabidi uwe na uvumilivu wa kutosha na moyo mkubwa wa kubebana na mambo. Ndivyo utakaweza kuendelea. Lakini vinginevyo kama utakuwa mtu wa kustrua na vimambo vidogo huwezi ukasonga. Kiukweli huwezi ukasonga. Huwezi ukasonga. Ukitaka kuwa mtu ambaye ni mtu wa kutegemewa na mtu usimamie kulijenga jina lako na kusimamia umaarufu ambaye wewe umebahatika kuupata, sio jambo rahisi. Mpaka wewe mtu uko na roho kubwa ya kubeba mambo mazito. Na swali lingine ambalo tukukuuliza, maana kuna watazamaji wanataka kujua, walinituma na nimeweza kuwajibika. Vipi yule mtu ambaye aliandika ule ujumbe, uliweza kumjua, na baada ya kumjua ulichukua hatua gani? Yule mtu aliyeandika ule ujumbe baada ya kufanya upelelezi wangu, yani ni mchakato ambaye uliundwa kwa namna moja ya kutaka kuniharibia jina. Unajua watu wakiona jina lako limejengeka, kuna wale ambao wanataka mbinu ya kuharibu jina lako. Lakini ninashukuru Mungu kwa sababu nilijua hayo mambo yalipoanza, ya venye alianza. Kuna mtu alitumiwa, akatumiwa, akachukua simu yangu. Ni kama anafanyia tu shughuli zake. Kumbe ile simu alitaka forward message. Kulikuwa ni njama tu imepangwa na watu fulani. Manake yenyewe, manake inakumbuka hadi mimi mtazamaji, hizo message zilitumwa kama message kama nani vibata hakuna kureply. Ni kumaanisha huyo mtu alikuwa anatuma tu. Yaani alikuwa anatuma, ni kama anatumia mtu wa kike. Anachofanya sasa ni mimi. Anachofanya ni mimi, anatumia mtu wa kike. Sasa baada ya kukaa na hiyo simu kwa muda fulani, alinirudishia. Sasa mimi sikujua kwa sababu alituma alafu akafuta. Sikuelewa kilichoendelea. Sasa hata habari hizo mimi sikuwa nimejua, ni mtu tu aliniambia kwamba ameziona kwenye mtandao. Sasa kwa sababu sikuwa naelewa venye zinaenda, hata sikutaka kufuatilia. Ndio baadaye nikaona kama zinavuma sana, nikajaribu kufuatilia. Sasa uzuri ni kwamba huyo mtu ambaye aliziandika nilimjua. Yani mwenye alituma huyo akaja kuandika nilimjua. Maana baada ya kuwa zimeenea hivyo nilifuata yule ambaye nilimpa simu yangu. Nikamkazia, sasa akanieleza kilichokuwa kinaendelea.